TV uboroso bw'umugusi. Mwancho muligereri neke mumunte Kiensoko TV tugukorariria kuruo mucho Nairobi rero ni kitariki sana Ibere litukoniri omukubi no mutienyi no yo kianda mwaka bw'ekiri bubere 2025 na omwancho muligereri bono ndigo chikomanyi ali agendete gokorekana kurwa Chinsa bunanya ariko bagagwikirwa SMS ito ya mangana Amayia n'abari kibaito bari Chinsa imense ya Kenya litaliane ni Innocent Onyango. Mwancho muligali nigo tochaka norobotiro batebabu na chiskuru chinyinge cyoboroso na chiri chichi secondary nigo chikiraniri ogochika we serikali wokolikia boroki babo buya unenchera yamo yogikirani amagani yokonyora chibesa cyokogendera chisemi kitali gwakanirwa kurwa ase serikali yenene mulikibwe wizara y'ichisemi cyoboroso Julius Bitok nigatebire nonya nabo chiskuru kiri busato ase chiskuru kiri bwe 32 na chichekiraniri amalietabo ase wizara y'ichisemi tigatonyora roboti yoruo kurwa sensemende ye studio. It's another opportunity once again to tell the nation what's happening on matters education. We are here in Machakos TTC to ensure that the verification process of all the school data is completed on time, and I'm happy to inform the nation that so far we have received data from all our 32,000 schools around the country. The only challenge that we had at the beginning was that the formats of the data that was being submitted was not consistent with our templates. But right now we have been able to update our sub-county directors of education together with the heads of institution. The data that is now coming in or streaming in is consistent with our templates, and we are happy to note that the team here is working very hard, burning the midnight oil to ensure that they complete this process. So far, 3,000 schools have been able to receive capitation, they have been able to be verified, they have submitted the correct data, the correct number of students, the correct schools, and the process is going on. And I've asked the team here to work throughout the weekend to ensure that we wire the money as soon as possible. We are anticipating that by next week, end of next week, all our schools, all our 32,000 schools will have received their capitation. Otherwise, I want to call upon all the principals, all the sub-county directors of education who have not submitted data in the correct format to do so expeditiously, because it is that data that we are relying on to verify the number of students, the number of schools, and to ensure that the right schools and the right candidates get their capitation. I want to say that most of the schools which have been cleared are from the secondary school, more than 1,200, followed by junior school, about 600, and the ones which are coming behind are primary school, largely because of connectivity issues and the fact that the infrastructure at primary level is a little bit lower than what we have in secondary and what we have in junior school. So I want to say that this afternoon we went to Masi, a boys' high school, and we confirmed indeed they have received their capitation after verification. So one classic case of the schools who complied with this directive early was Masi. We went there, we confirmed with the school, we confirmed with the students, they received their capitation in full, and we call upon all other schools to follow the case of Masi to ensure that they receive capitation on time. Otherwise, I've called upon the team here to work very hard to burn the midnight oil and to ensure that they do the right thing, because the nation is waiting for them to deliver this very important exercise. Muwaziri bw'obulendi bw'eme Muske Kipchumba Murkomen oichaneire okogendera w'ekisegi kigenga asatabira abasacha bono nigo bakale goitwa n'abangina babo nigaya kwa naya ase Chinsa kya Viga.
The other challenge I wanted to speak to is the cases of defilement and gender-based violence. Again, this is a phenomenon that's a problem in all the 4 counties, including Vihiga here. Gender-based violence is prevalent here. In some other areas, it is women who are suffering most. But here also men are suffering because of there are also women who are abusing and beating their husbands and their men. And so the challenges we must be able to confront here as a society. And the other issue we have here is what we call something to do with cultural acceptance of these issues. Why defilement is very prevalent in this region is cultural practices, societal structure. A lot of it is incestuous. It's incest. You know, it's a close family member defiling a small child, an uncle, a stepfather. And I have told the security team we cannot condone this. And that's the conversation we'll have with the chiefs so that we cannot use alternative dispute resolution mechanism to sort the problem. It must be by just enforcement of the law, and everybody who is involved in defilement must be arrested and charged in a court. Umujumbe w'ensemo y'ebunge ya Nyaribali Chache umusikeza iri chanda osabira abamenyi b'ekinsemo kya Busi kwerikia no muberobelyo sha bunenchereyemo yokonyora ubugwendi butabwatie garama kurwa sechinyagitali ao. Serikali tunaipea asante kwa kutuletea sha. Hii sha inasaidia watu wetu. Na wale ambao wanapigana hawataki mambo ya sha ni wale ambao ni makatels ambao wamekuwa wakiiba pesa kutoka wakati ya NHIF. Leo hii sha imelipa zaidi ya shilingi bilioni 49 kwa watu wa Kenya, hata wale ambao wako na matatizo kabisa. Juzi Nyaribali Chache, kuna mama alinipigia simu akaniambia, mheshimiwa, tuko na bill milioni 1.3 million. Sasa tunaitisha mchango. Nikawaambia mnyinyi mpanga mchango, mimi kama mjumbe nitatafuta ile nitatafuta. Lakini wacha tusukume mambo ya sha. Walikuwa hawana sha, nikawaita watu yangu ya ofisi, wakaregister, wakasukuma. Amini musiamini, sha ililipa shilingi 1972. Na hata hiyo risiti niko nayo kwa simu yangu. Ile ingine ilibakia, nikasema msiitishe mchango. Mjumbe yako hapa, wacha nifunge macho na mimi nitoe kwa mshahara yangu. Na tukamaliza namna hiyo. Kwa hivyo sha ni kitu muhimu. Hii sha imeletwa na Rais Ruto kwa kuondoa ile shida ya watu kwenda kuanza kufanya mchango, kuweka WhatsApp, sijui mtu analeta shilingi 10, mtu analeta shilingi 20. Kwa hivyo mimi ninawaomba mjiandikishe katika sha, kwa sababu leo hii wacha niwaambie kutoka uhuru ya Kenya tumekuwa na kitu inaitwa NHIF. NHIF kwa miaka hiyo yote karibu 30, NHIF iliregister watu milioni 6. SHA chini ya miaka miwili imeregister kwa Kenya milioni 25. Inamaanisha hii SHA iko na maneno mazuri. Na msisikie porojo ya watu. Tumekubaliana. Wacha tushikilie serikali, tusupport SHA, kwa sababu hii SHA si yangu, si ya serikali, ni ya sisi. Togoswa seoroboti kurwa sechi county umugabana bwe county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior ote evidence ya Kenya nigebwate nibe isaine yokogendera iki serikali 42 echichechi county chire imeyense ya Kenya asamentire goteba buna enkwana ya Raila Odinga igoro yogo kechi county yu echio nigere mamincha yelichiko tikatonyora roboti uru kurwa sensemo ya kabere ye studio. Now watch the offices that are supposed to do oversight na audit wafanye kazi yao. That is the way to do things. Otherwise sisi hatutarudi tulikuwa wakati wa Moi. Into one state, haiwezekani. And even Raila be told, Kenyans voted for 47 counties. Hakuna vile mtaambia Nakuru warudi Uasin Gishu, ama waende Baringo, ama warudi Nairobi. It can't work. The resources we have as a country are enough to even have more counties. Wakiacha kuiba na kutengeneza mitandao fake.
Tunaelewana? Sisikiki? There are enough resources in Kenya to run more than 47 counties. Ayo kagendrete omugabana we county Mbarabare ya Machakos umusike wa Vinyandeti otebire emirubiriyo y'ekiserekali ao y'eki county nigo era sobotutukanu na guchikorora oseberekaniwa onyeteli chikoba gekoligereri guya na barai ao. Devolution is under threat. Muliona chairman wangu wa Council of Governors akiongea. The two governments are distinct. Kuna national government, kuna county governments. Na hakuna kitu kibaya kama sisi ni magavana. Tuna lead counties zetu. Tunaambiwa whether you like it or not, we are going to do it. Life is not like that. Hii dunia ni watu kuongea na kusemezana. You cannot force things down the throat of people, not even your own children. I can say we are not happy as the Council of Governors. And we are going to come out very clearly now. We will talk. Hatutakubali kusukumiwa vitu. Tunaambiwa wanajaribu kusema corruption. Sasa wametoa corruption kwa national government. Now ma governors ndio wanasukumiwa corruption. Governors ni corrupt. Governors ni corrupt. We are not going to naambia tena tumia maneno ya procurement plan. Hiyo procurement system yao. You know your dons. You know very well. With that system, you must first try it out, isn't it? And if it works, because you run it parallel with the old system. And if it works, then you change over to the new system, leaving the other system as a backup. Kuna mambo mengi, there are so many functions. Zile ziko suppose kukua kwa county, bado ziko kwa national government. Agriculture is devolved. Why would fertilizer be bought from the national government? Markets are devolved. Why would markets be built by the national government? And at the end of the day, they have to come to us to show them the land where they are going to build the markets. And after, they don't want even to give the governors the money. They want to spend the money themselves. But we show them where they are going to, mali wataenda kujenga soko. Wa Kenya, sincerely speaking, it is high time we woke up and just spoke the truth and told. Na omwelio abamenyi bensemo ya Nairobi nigo bagendete kurwa ebirengereri byabo kubwatekana no kuburwa kwa Murembe imeye county ya Mandera asiba mochirie eserikali nene asi Chinsa mecho kigendete kuburwa Murembe asama tukabwango iga. Nasema kweli. Na hii serikali huwezi peleka jeshi huko. Inangoja jenzi waandamana hapo kwa barabara, Ruto alete jeshi wazunguke barabara na tankers kupigana na watoto ambao wanabeba simu ya iPhone na maji ya kuja. Lakini hawezi fanya the same huko Mandera. Hawezi. Ameweka tu jeshi ngoja jenzi. Adui yake mkubwa Kenya hii ni jenzi, watoto wadogo. Anapigananga tu na watoto wadogo mpaka wakiandamana anajifunga na raza waya, anachungulia ndani ya raza waya hii. Anafunga kila barabara. Bwana Ruto umefaili Kenya. Hii nchi imechukua mwelekeo mbaya, na kama kuna mtu anakudanganya utarudi kama rais 2027, huyo mtu anakudanganya utaenda asubuhi mapema. Wekirabo mwancho muligereri twikire chitaika 13 ma chitaika 13 kurwa twachagete Amayia Chinsa Isano na Ibere nabono nigo mwancho muligereri tugotiga ase amaboka Amayia akibati asagendrete kunako kwa chingero chuko sasokelia litukulia o lia Jumapili na nabono togotebinga nkumira na tuli na ande Chinsa ense ya magaroba no Frida Gaiga ilio nyarako bagukumanya ali agendete gokorekana kurwa Chinsa mo ao litaliane ni Innocent Onyango.